Unatazama Ndizi TV Afrika. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, karibu kwenye mpasho saa 7, ikiwa ni saa 7 siku hii ya Aprili, ama siku ya kwanza ya Aprili mwaka wa 2025. Nimekuandalia mengi kutoka kwa kaunti zetu 47, ikiwemo ziara yake Rais William Ruto kuelekea Mlima Kenya, ambapo siku ya leo anazuru kaunti za Laikipia na kaunti za Meru. Lakini hayo yote ni baadhi ya yale ambayo nimekuandalia mchana wa leo. Naitwa Jacinta Nyabeta, mwelekezi wangu Abigail Nyenchama. Na tukianza na ziara yake Rais William Ruto ambayo alikuwa anatarajiwa kuanza siku ya leo, imeanza rasmi kuelekea Mlima Kenya, huku Rais William Ruto akianzia kaunti za Laikipia na Nyeri, ambapo katika ziara hii Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua miradi tofauti, kukagua miradi ambayo inaendelea na pia kuanzisha miradi mingine mingi. Katika ziara hii ya Ruto inatarajiwa kuzuru, ama Rais Ruto anatarajiwa kuzuru kaunti tofauti kati ya kaunti ya Meru na Kirinyaga siku ya kesho, Murang'a na Nyandarua siku ya Alhamisi, na kumalizia ziara yake katika kaunti za Kiambu na kaunti ya Tharaka Nithi siku ya Ijumaa. So ndugu zangu watu wa Laikipia, kazi zingine nyingi. Mkiona gazeti ya leo hapa Laikipia West, gazeti ya leo tumetangaza kandarasi ya kuwajengea soko hapa Sipili ya milioni 50. Pale Kinamba vile katika gazeti ya leo tumewatangazia soko ya milioni 50 pale Kinamba. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa Laikipia, tunaelewana? Unajua mimi kwa miaka miwili nimekuwa nikipanga mambo, kwa sababu nilikuta uchumi iko na matatizo. Nikasema mbali ya kupanga mambo mengine nilainishe mambo ya uchumi. Sasa uchumi iko sambamba, iko chonjo. Sasa ile kazi imebaki ni mimi kuja kumalizia nyinyi mambo ya barabara, tumalize stima, niwajengee soko, niwajengee affordable housing, nisomeshe watoto wenu hapa, na tuwapatie mambo ya matibabu, Kenya iweze kusonga mbele. Nyinyi watu wa Laikipia mnasema kazi iendelee ama mnataka tuletewe fitina ya upuzi? Nasema tuendelee na kazi. Tunajenga mashule vile mnavyoona, na tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya, hata kama mzazi wake hana uwezo, anawachwa nyuma. Sisi wote tutembee kwa pamoja. Muliniambia nipange mambo ya kilimo. Mnataka kilimo iwapatie pesa na pia ituzalishie chakula. Tukiongea saa hizi kilimo ya mahindi iko sawa sawa. Kilimo ya chai tumepata bilioni 215 mwaka uliopita kwa mambo ya chai. Mambo ya kahawa bei yake imesonga mbele kutoka shilingi 50 kwa kilo, sasa tuko shilingi 110 kuelekea 120 kwa kilo moja. Mambo ya maziwa tulisema hivyo. Kwa hivyo kilimo tumedhibiti sawa sawa, and I want to give you assurance Kenya is going to move forward. Na kila mmoja wetu ni Mkenya, kila mmoja wetu analipa ushuru, and I want to give you my confirmation, and I want to give you my assurance that no community is going to be left behind, no region is going to be left behind, no religion is going to be left behind. We are going to move together as one united, prosperous nation. Si nyinyi mmetupatia kazi? Si kila mtu afanye kazi? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Yule mtu amefanya kazi, si mtampatia ile inatoshana na yeye? Yule mtu atafanya kazi, hajafanya kazi, si mtampeleka nyumbani? Hakuna haja ya kusumbuana saa hizi. Kila mtu afanye kazi yake. MCA afanye yake, mjumbe afanye yake, governor afanye yake, mama county afanye, mimi nitafanya yangu. Wenye kuamua na walimu wa kusahihisha maneno ni nyinyi.
Na tukisonga mbele ni kwamba usaili wa kuwatafuta makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC umeanza siku hii ya leo kuingia siku ya tatu tangu uanze usaili huo wa kutafuta makamishna huko jijini Nairobi baada ya sherehe za Eid ul-Fitr hapo jana. Wateule 11 wanatarajiwa kufika mbele ya jopo hilo ili kujielezea na kusema yale ambayo watafanya kama watateuliwa kuwa makamishna wa tume hiyo. Siku ya leo Arnold Mutwiri asubuhi ya leo alijitetea mbele ya jopo hilo akisema kuwa iwapo atapewa cheo hicho ataweka mikakati ya uchaguzi yanayomshirikisha mpiga kura katika kila kiwango na kuhakikisha kwamba amedumisha uaminifu miongoni mwa wananchi na tume hilo la uchaguzi la IEBC. Shughuli hii itaendelea mpaka Aprili mwezi huu, tarehe 25 mwezi huu, na kuendeleza, na ambapo pia siku ya leo wengi wanatarajiwa kufika mbele ya jopo hilo. Job. And also believing that being within the confines of the law will always make me responsible and also come up with good results. I wish to introduce only 2 currencies that I believe will work in elections. Currency number 1 is observance to the rule of law. And the currency number 2 is timelines. So with my experience, I want to anchor all my work based on those 2 and also develop a voter-based approach in the management of elections, whereby, according to me, everything should rotate around the voter. In our programs, in whatever we do, the voter should always come first. The second thing that I want to do with my experience, IEBC does good work, but there is some trust. There's a trust deficit. As a commissioner, I want to come and create trust to Kenyans that as much as we are independent, we have to be seen to be independent. Given a chance, I would say that I will make anniversary towers. I'll have a glass window such that anyone, even at Haile Selassie Avenue, will be able to see what we are cooking as people think we are cooking. We don't cook. It's only that Kenyans maybe do not understand what we do. So I want to bring in accountability. I want to bring in transparency in our operations and bring on board all the stakeholders. Remember, IEBC is independent. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais Ruto amezungumza kwa mara ya kwanza kuhusu matukio yaliyoendelea mpaka kutolewa afisini kwa naibu wake Rigathi Gachagua. Rais Ruto alidai kuwa Bwana Rigathi Gachagua alimuomba shilingi bilioni 10 ili kumsaidia kupata umaarufu Mlima Kenya, na pia akamwambia kwamba akamtishia Rais William Ruto kuwa atakuwa rais kwa miaka 5 tu, jambo ambalo Rais William Ruto alitupilia mbali. Na pia Rais Ruto aliyazungumza haya akiwa kwenye jukwaa kwenye ikulu ndogo ya Sagana katika kaunti ya Nyeri siku ya jana, ambapo alikuwa anazungumzia akijiandaa katika ziara yake ya Mlima Kenya hii leo. Huwezi, na wewe nimekupatia mamlaka. Hakuna kitu tumepitisha kwa cabinet ambayo haijaenda kwa ofisi ya deputy president kama chairman wa committee za cabinet. How are we going to run this government? Wacha nimalizie. So I just want you to understand, because ni vizuri watu wa Kenya wanielewe. So wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia, wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi mimi sasa, unajua mimi naweza kukufanya one term president usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10, Bwana Waweru?
bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, you know, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Unasikia my friends? So wabunge wakaanza vita. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakuambia mara mbili niliita wabunge. Nikamwambia sikizeni. Hatukuchaguliwa kuja kupigana. Tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara mbili. Mara ya tatu nilikuwa nimeenda UN. Nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Nikaitisha mkutano, nikamwambia wabunge kujeni tufanye mkutano. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya pili, sasa utaamua. Either tutaendelea na tukuulizi, atuulizi kura yako. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. My friends, I tried. In fact, kama ni kuokoa, nilimsaidia wakati wa bunge, wa ile bunge ya mbeleni. Wakati walimkataa, mimi ndio nilimkubali. Wakati wamejaribu kumfanya impeachment ya kwanza, mimi ndio nimezuia. Impeachment ya pili, mimi ndio nimezuia. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi. Kwani Wakenya walinichagua mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote? Naam, tukiangazia masuala ya afya ni kwamba wafanyakazi wanaochimba migodi katika kaunti ya Migori wamehamasishwa ili kujikinga na ugonjwa wa kifua kikuu. Hii ni baada ya utafiti ambao ulifanywa kuonyesha kuwa 10% ya wale wanaopata ugonjwa huu wanautoa katika maeneo ya kuchimbia migodi. Na pia wakasema kuwa sababu ambayo inafanya wafanyakazi wengi wapate ni kwa sababu ya ukosefu wa vifaa vya kujikinga wanapochimba migodi na pia unyanyapaa kutoka kwa wenzao. Lennox Odede na taarifa hiyo. Bi Mabel Shanzo ambaye anasimamia matibabu na afya katika kaunti ya Migori amesema kuwa mwaka uliopita kaunti ya Migori iliripoti visa 191 vya ugonjwa wa kifua kikuu au TB, ambayo ni 10% ya visa vyote 2000 vilivyoripotiwa. Because in 2024, the cases that we have for TB, 191 cases are found in the mines. And then if we look at the total number of cases that we have, over 2,000, we get the percentage that is in the mines. We are seeing a percentage to be about 10% in the mines, which is very, very bad. It is so alarming, and so we needed to look at preventive measures. Ameeleza kuwa ukosefu wa vifaa vya kujikinga wakati wa kuchimba migodi pamoja na unyanyapaa huchangia pakubwa katika kueneza ugonjwa huo. And because maybe they are lacking the equipment to use when they are doing the mining itself, then they tend to not to use any protective PPE. Conditions in these areas are not very conducive, and even the environment itself may not be very conducive for them. Stigma. So many people tend not to say that they have TB, and because of stigma. Found out that health-seeking behaviors among the miners is very low. So these are areas that we really need to look into so that they can come to the hospital as fast as possible.
Kwa upande wake, Victor Otieno ambaye ni mwakilishi wa wachimba migodi katika kaunti ya Migori ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Migori kuhakikisha kuwa wamepata vifaa vya kujikinga. 20 years we talked with the county government last time when they visited our area. We are lacking those inspection. The county mining department, this challenge is directly to them because the inspection is not done on a regular basis. Reasons are obvious or maybe understaffing, but we are requesting for those inspections. This time round, the rainy period, automatically there must be challenges of collapsing of these holes. Aidha, Victor Ocharo ambaye ni muuguzi amesema kuwa wamepiga hatua katika kupigana na ugonjwa huo wa kifua kikuu. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, tuingie katika kaunti 46 kaunti ya Nyamira. Ni kwamba viongozi kutoka kaunti hiyo ya Nyamira wameeleza kukerwa kwao kulingana na vikao vya mashinani ambavyo vinaendeshwa na Speaker Enoch Okero, huku wakisisitiza kuwa mzozo wa uongozi unaoendelea katika bunge la kaunti hiyo umekuwa kikwazo kubwa kwa kaunti ya Nyamira. Wakizungumza katika kaunti hiyo, viongozi hawa wamemkosoa gavana Amos Nyaribo kwa tuhuma za kuchochea migogoro kati ya wawakilishi wodi katika kaunti hiyo. Kama kweli ile mambo governor alizungumza Nairobi kwamba supplementary budget ya Nyamira County kama ilipitishwa huko msituni, tunataka EACC, DCI na DPP wafanye uchunguzi. Kama kuna mtu amevutwa kazi na anaenda mahali hakuna koti ya ajira na anadai ameleta orders kutoka huko za kuparalyze operations ya Nyamira County Assembly, hiyo ni uongo, hiyo ni ponoko, and I will stand on my 2 feet and call those who are doing those illegal things. Mkiona tukiongea, sisi hatuna wivu wowote. Tuko na hule moyo ya kwamba kaunti yetu pia naye ionekane ya kwamba iko katika kiwango cha kitaifa na pia inashindana na kaunti zingine kwa sababu zile pesa zinatolewa pale. Naam, tukirudi kwenye kaunti ya Kisii kwamba wazee wa jamii ya Abagusi wamelaani vikali tukio la kumpiga mwanamke mmoja katika hafla ya mazishi wiki iliyopita katika kaunti ya Nyamira, wakisema kuwa tukio hilo halionyeshi utamaduni wa Abagusi. Wakizungumza kwenye hafla ya utamaduni kwenye Abagusi ama hafla ya tamaduni za Abagusi kule Manga Shrine, wazee hao wa Mwenyagetinge Heritage Council wamesisitiza kuwa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia havikubaliani katika jamii hiyo ama havikubaliwi katika jamii hiyo ya Abagusi, na hivyo vinasababisha madhara na heshima na ukosefu wa heshima ya kifamilia. Na pia wameitaka jamii ya Omogusi kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa utamaduni wa Abagusi unaheshimiwa na kulindwa. Ilisunguka eti mira na desturi ya Mkisii inafanya msichana kupigwa, kurusha mchanga na kadhalika. Hiyo tumelaani kwa sababu hiyo ni kisungu kimira, iko mixed culture. Hakuna culture ya kurasimisha mtu ama kupiga mwanamke. Miaka ya nyuma kuanzia mwaka 59 mpaka 60 Wakisii walikuwa sawa kwa vitu vyao. Asa kwa heshima kwa wamama, heshima kwa wazee, heshima kwa samba, pia heshima kwa kila kitu. We want to go back to our roots and see what was our culture telling us. How are we deviating from our culture? How is modernization affecting us? How do we do away with the culture that is no longer working for us? And how do we continue to have that which is working for us? Tujue ni jinsi gani tutakuja hapa kuwafundisha watoto wetu ili wafuate.
Na mpenzi mtazamaji, hapo ndipo namalizia taarifa za Mpasho saa 7, lakini nikitoka nitakuwa na kuacha na James the top scorer atueleze ni yapi yanayoendelea viwanjani nchini Kenya na ulimwenguni kote. Lakini kwa sasa nitakuwa natilia kikomo hapo kwenye Mpasho saa 7. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook @NdiziTV News Digital, YouTube @NdiziTV News, pamoja na tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke, na kutakia mchana mwema. Langu jina Jacinta Nyabeta na mwelekezi wangu amekuwa ni Abigail Nyenchama. Na kukaribisha mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Afrika tuweze kuandamana mwanzo mpaka